Yo, what's up my good people? This is Rama the Great. Ni mara nyingine tena katika Bonga na Mwananchi, na siku ya leo tuko na kiongozi wa vijana hapa, atakwenda kujitambulisha kwa majina, anajiita nani. Kwa wale wanaotazama katika Bonga na Mwananchi mara yako ya kwanza, make sure umesubscribe katika mitandao yetu ya Facebook, pia kupata pale kwa YouTube, pia umeweza kusubscribe katika mitandao pia ya Twitter. Ni mojawapo ya show ambayo itakuwa na elimu, tutajifunza pia. Sitaongea mengi. Leo tuko na kiongozi wa vijana. Unaitwa nani ndugu yangu? Kwanza wacha nishukuru kwa hapa, it's an honor. Asante sana. Kwa majina mimi naitwa Magoan Sebastian Munga. Mimi ndio youth governor wa Kilifi County. By the grace of God, mimi ndio chairperson wa Youth Council of Governors. Asante. Naam, mimi nimekuona sana, tumekuwa katika committee tofauti tofauti. Moja hapo ilikuwa ni Youth for Youth, na pia tulikuwa katika GPP, na nimekuona katika hizo, yani umekuwa katika, yani kiongozi ambao umekuwa ukisimamia jamii katika vijana. Na ajenda leo tunakwenda kuzungumzia ni nafasi gani tumewekewa sisi katika siasa kama vijana. Naam, asante sana. Kweli nimekuwa nikipambana sana kwa masuala mengi ya vijana. Kwa wakati wa saizi naona vijana wako na a very big opportunity to participate in this coming politics. Now one ni because we carry the energy. We carry the energy, we are smart, we are informed. So what is needed right now, it's for the opportunity for us to express everything that we've learned over the years and grown through the education that we've got, so that we can also lead in a very good manner. Na ukiangalia serikali, tangu serikali iwe tangu wakati wa Kenyatta, serikali ya Kenya imekuwa katika serikali ya vyama. Viongozi wetu ni viongozi ambao wanasema serikali ni kijana wa kesho. Yaani ambaye atatengeneza serikali ni kijana wa kesho. Waamini ni kijana ambaye anatengeneza serikali sahihi. Sasa mnadhania pia katika vile vyama mnaweza patiwa nafasi kweli? Ndio, kuna vyama vinapatia nafasi watu, vijana sana wengi, na kitu kimoja nataka pia nieleze vijana ni kuwa hizi vyama ni kama vessels, na it is very important for us to join the parties, kwa sababu these parties are the parties that the ones that they give us growth. Unaona, unakuta kama unapata chama for example ODM ama UDA, unapata kijana inakuza kijana politically, at the end of the day unapewa nomination. Ukipatiwa nomination kama ya MCA ama senator, inamaanisha ile chama imekukuza ndani ya siasa, na baadaye ukija ukisimama ile chama pia inakusaidia kufika ile level unayotaka. Na kama sisi kama vijana tukitaka kuchange nchi yetu, we should participate in political parties, kwa sababu ukiona kama chama haiendani na manifesto yako, ni wewe sasa ukiwa hapo ndani you change the reforms from within. But mimi nitasema kuwa vyama viko very important, na kuwa vyama vinasaidia sana, na tumeona vyama vingi vinapatia nafasi vijana, haswa kama chama cha UDA, chama pia cha ODM. Unaona nimepata kama one of the biggest example ya kijana wetu Fikirini, ni kwa sababu ya chama ndiposa amepata ile kuwa PS wa youth and gender ndani ya Kenya. Lakini nikinakili baadhi ya kauli za Fikirini, anasema kuwa haikuwa rahisi kwake kupata ile nafasi. Aling'ang'ana sana, alijipigania sana. Sasa ni lazima uwe na ile nguvu ya kung'ang'ana ndio ili upate nafasi katika uongozi wa sahihi kama kijana. Mimi huwa nasema kila kitu ni kujituma, na mimi husema if you work smart, basi kila kitu kitakuja na wakati wake. Unajua kuna vijana wengine haswa hutaka kupewa kila kitu bure bure, lakini sisi kama vijana nguvu tuko nayo. Kwa nini tusijitume? Kwa nini tusisukume ili tujulikane kuwa sisi pia tunaweza? Unajua sisi vijana tuko na zile mishemishe zetu za paka kijana paka atengenezwe vizuri awe kiongozi. Sasa unajua sisi tumependa kutumia vitu vingi kwa mambo. Sasa unaona ni sifa gani ya kiongozi mzuri wa kijana? Yaani kijana kiongozi mzuri, yaani sifa gani za kiongozi mzuri kijana? Mwanzo nataka niseme sisi kama vijana siku zote huwa tunaonekana kama watu wa kupenda pesa, na unajua viongozi hao waliotutangulia wametuweka kwa ile njia ya kuwa sisi tumebaki kuwa maskini, ndipo tukipewa pesa kidogo tunageuka. Sasa kiongozi mwenye
naona anafaa, anastahili, ni kiongozi mwenye unaweka tamaa mwanzo kando, unaangazia ile kitu ambacho wewe mwenyewe umeweka kama target yako unachotaka ndani ya maisha yako. Alafu cha pili, ujitume ili upate kufika pale kwa ile target yako. Na ukiongelea kujituma, sababu mara nyingi si vijana tukijiweka kipaumbele tukipigania nchi yetu ama tukipigania zile empowerment, employment pia zetu, tunaambiwa siku zote, tunaambiwa, ukiangalia wale wakubwa wetu wanasema sisi tukitumia ile nafasi ya kutumia ile nguvu kwetu, tunaambiwa sisi ni maguni. Sababu hakuna nafasi nyingine ya kujiongelea sisi vijana bila ile kujifaitia, lakini mwisho wa siku tukijifaitia vile kwa nguvu tunaambiwa sisi ni maguni. Sasa unaona hii kauli ni sawa kabisa? Mwanzo kitu nitasema, mwanasiasa anayeita kijana mwenye anapambania kwa nafasi yake ya uongozi, huyo ni coward. Kwa sababu sisi kama vijana lazima tuwe na the right approach kwa kila kitu tunachofanya. Si kila mahali tunafaa tutumie nguvu. Kuna mahali kwingine tunafaa pia tutumie akili. Na akili ni kama unaangazia, kama tuseme kuna jambo limetokea. Moja, utapata kijana atasema twende maandamano ili tuvunje vitu, na kuna mwingine atasema tutumie the correct structures tufuate ili to solve your issue. Na huyo ndio kijana mwenye akili. Unajua vijana wengi sasa wanatumia mitandao ili kusukuma ajenda zao, lakini tulipoona mwaka wa 2024 wakati vijana waking'ang'ana kusukuma ajenda zao, wengi walichukua na kwenda waficha, sijui ilikuwa wanaenda fanywa nini huko, lakini mbona hawaruhusu hii nafasi zetu za kujisukuma ajenda zetu, wanaziona kama viongozi ni nafasi mbaya tunazozitumia? Kwa sababu umesema tutumie the right way. Hebu uweza tuambia the right way ni gani ambayo tunaweza tumia sisi vijana ili kufikisha ajenda zetu? Sababu sisi tumepaka mitandao ili kusukuma ajenda zetu, lakini mwisho wa siku tulionekana bado sisi tunachangia yani vurugu katika nchi. Njia ziko nyingi, the right ways ziko nyingi sana. Na hiyo mambo ya mtandao, unajua kuna vijana wengine wanatumia mitandao vibaya. Mtu atatumia mitandao kutukana kiongozi, kumpatia majina ya kila aina, tukisahau pia wale ni binadamu na wana familia. Lakini ukitumia mtandao ili kueneza ile injili yako kama kijana, wewe kama kijana ukipatiwa nafasi utasaidia nini katika jamii, hiyo ni njia nzuri. La pili, unaweza tumia sensitization, tafute youth baraza kama zile baraza mimi ninazofanya, unaongelesha vijana, unaombea umuhimu wa kama wewe kijana kuchukua kura, umuhimu wa kupiga kura, umuhimu wa kujua wapi tunapata resources. Kuna zipo njia za kutumia vijana wanaweza kutumia bila chuki na vurugu yoyote, zipo nyingi sana. Kwa hiyo ni serikali inaweza saidiaje sisi vijana ili kutunacha katika serikali? Mimi naweza sema serikali labda izidi kutupatia hizi platforms ya kutuonyesha jinsi hizi vitu zinavyopatikana ni wapi. Ndiposa hata sisi ambao tunajiita youth leaders tuwe tunaweza kushuka kule chini mashinani kabisa na kuongelesha vijana na kuonyesha kuwa njia ni hii, na kama kuna shughuli inatakikana ama ni resources zenye zinatakana za vijana, funds and everything, tunajikana pale zinapatikana. Ongelea bado sijui katika uongozi wa sahihi ni sera gani ambazo wewe kama kiongozi wa kijana ungependa kipaumbele? Mimi ningeongelea sera ya inclusivity. Inclusivity inamaanisha kuwa vijana wa kike, wale people with disability wote wanaweza pata opportunity ya kulead wapo wanapewa hiyo nafasi. Na huyu ni youth governor wa hapa Kilifi na tumekuwa naye katika interview, na hebu tuelezee kuhusu GVP. Unajua kuna watu ambao hawajui GVP ni nini. Mimi najua GVP ni nini, Jumuiya ya Vijana wa Pwani. Hebu tueleze kwa uchache GVP ni nini? Jumuiya ya Vijana wa Pwani it's a organization ambayo iko na magavana, iko na youth MPs, iko na youth MCAs. Na jambo moja ambalo sisi huwa tunafanya ni kuhamasisha vijana katika mambo mengi ambayo yamekuwa hayafikii wale vijana kule mashinani na kila mahali. Na pia tumekuwa tap for opportunities for the youths down there. Tumekuwa sisi kama viongozi wa GVP tumekuwa tukigonga zile milango ambazo vijana hawawezi fika. Tunatafuta hizo opportunities na baadaye tunazileta chini ndani mashinani kwa wale vijana ambao hawawezi fikiwa.
So far Kilifi kampeni yenu imewasaidia vijana wangapi tangu JVP yanze? Tangu JVP yanze mimi na nitasema this with facts and record, kama mimi nimesaidia vijana over 75. Na of recent tulifanya partnership na ICS College ambao tumekuwa tuna offer 75% of scholarships to any youth ambao atapitia through JVP ili kusecure hizo nafasi. Ni nafasi ambazo zinafundisha courses, most of the technical courses, accountancy na digital courses ambazo ziko hapo, na through our partnership naona pia wanaweza pata nafasi ya kupata free accommodation in Nairobi. Naona na nyingine pia tumekuwa through my engagements na many companies ambazo ziko Kilifi County, tumeweza pia kupata nafasi za vijana. Nimepata most of human resource na directors from those companies wamekuwa kini approach wendapo napata nafasi zimetokea, na mimi nachukua vijana nawasaidia na wapeleka wanapata hizo nafasi. So far JVP imejiganya vipi? Governor, kuna governor, kuna youth MP, kuna youth MCS, alafu we have the executive ambao ni wote wa the regional. Kuna speaker, it's a form of a youth government that is existing. Tuna speaker wa bunge na tuko na chairperson wa council of governors, yote inclusive. Na hii hamjaipata na shida na mkasumbuana na viongozi? Kusumbuana na viongozi ni lazima, especially wakati ambapo yale mambo ambao wanafanya hayaendani na yale matakwa yetu kama JVP tunataka yafanywe, lazima tutaparuzana. Na support kutoka kwa viongozi nayo? Support kutoka kwa viongozi, unajua viongozi lazima tusukumane. Support iko, lakini si viongozi wote wanaoinua mkono. Unajua viongozi wengine wakiona vijana wamejiform na very informed way, wamejipanga kisawasawa, inakuwa threat kwao. Sasa wao kusupport, wanaona wana support mtu ambaye atakuja atawa challenge, lakini sisi we are not there to challenge the seniors. We are there to help the youth evaluate from where they are to the next point. Na kwa miaka 5 inayokuja tukizungumzia McGon atakuwa wapi? Najua mimi ni mcha Mungu sana. Sasa mambo ya miaka 5 wanasema Mwenyezi Mungu ndiye anaipanga, inshallah ndio tunasema, lakini nina matumaini sana nitakuwa niko mahali na nitakuwa nimesaidia vijana wengi sana, na pia mimi nitakuwa nimejikuza pia kisiasa. Ukipata nafasi dakika moja tu mueleze yule kijana ambaye alikuwa pale nje, umpatie tu maoni ama umpatie advice, unaweza mwambia nini? Kile nitakwambia wewe kijana ni kuwa you have the energy, you are very wise, you are very informed, na huku nje resources ziko. Tuache kuwa vivu, tujitume, tutoke, tutafute. Asante sana bro, asante sana kuja katika Bonga na Mwananchi, na hii tuseme wewe ni mmoja wapo mgeni wa kwanza katika first episode ya Bonga na Mwananchi. Sasa we're so happy kupatana na wewe, na pia tumekuita na ukafika. Asante sana. Asante. Mara nyingine tena najulikana kama Rama the Great, na I hope mmeenjoy hii show na mmejifunza wale vijana ambao mko pale nje, na pia utazidi kulonga katika Bonga na Mwananchi, na usikose kusubscribe katika mitandao ya YouTube, usikose kutufollow katika Facebook, usikose kutufollow katika Instagram. Itakuwa furaha kwangu, pia itakuwa furaha kwako ukiendelea kusupport Bonga na Mwananchi katika Mariakani Media. Until next time.